Mr. Njagi TV. Good afternoon. Habari zenyu nyote. Good morning. Kwa wale wako diaspora nawapenda sana. Asanteni sana watu wa United States, watu wa UK, watu wa Gulf, watu wa Saudi Arabia yote nawapenda sana. Inalingana kwenye uko ndio kuwapatia hiyo salamu. Mr. Njagi yako hapa leo. Na kama ambavyo niliwaambia, I will go off grid kidogo. Kwa sababu niliwaambia according to the biashara inakaa saa hii, I need to stay aside kidogo, hata kama ni siku mbili peke yake. I will strategize na pia mnipatie advice venye nitafanya hiyo biashara, ama nibadilishe tu biashara. Hata kama ni matunda nitazurulisha, I'm doing a research nijue kwenye nitatoa matunda ama kitu kingine nitafanya. So I ask for your apologies. But now kuna kitu imefanya nifanye hii video na imenipeleka mbali sana. And as I do this video, tafadhali, I'm very saddened na ile maisha tunaishi. One, 3 days ago, nikifanya kazi yangu ya kuuza mandazi, I met a man kwa town, akanisimamisha. Akaniambia, mister, mimi nakuambia tu ukweli, uniwekee chai, hata kama ni ndazi moja na kachai kadogo. Unipee tu juu niko njaa, nimelala njaa na niko na mambo mingi naweza kuambia, lakini for now tafadhali nipatie tu chai na ndazi nikunywe kwanza, kwa sababu wewe ndiye tu naona unaweza nisaidia in this morning. Kwa sababu watu wengi ukiomba usaidizi, hata ukienda kwa hoteli uombe hutapewa, lakini wewe juu tumepatana wewe kwa barabara, na akaniambia instinct zake zinamwambia mimi siwezi kosa kumpatia hata kama ni kitu ya kukula. So hata kama nafanya biashara nikasema ni ukweli, mimi nang'ang'ana, nishakula nishakunywa, lakini kuna mtu hapa ameniomba kitu tu ya kukunywa hata kama ni kidogo. So what do I do? So mimi nikaamua tu nikampatia. Then after that akaniambia ako na hadithi na ako na kitu anataka kuniambia, hata kama sitamsaidia aweze kuopen up. So I decided I'll find another time nimtafute, and today nikasema nitamtafuta. So my friends, naona kama nimefika. My YouTube family, follow this video na utakuja kushangazwa na ya ulimwengu, na utakuja kuona ambayo watu wanapitia. There is so much which is happening. Tumekuwa kwa shida na bado tuko kwa shida, but that one haijatufanya tuache kufanya mazuri ama kufuata watu ambao wanapitia magumu. Hata kama tutakosa kitu ya kuwapa, tunawa encourage na pia tunawaambia ile ambayo tumepitia. So my people, naona kama nimefika kwa hiyo mzee. Nataka mjiangalilie ile maisha anaishi, tuone kama hata mimi nione ile story aliniambia na venye anaishi kama ndivyo iko. So let's go there. Nende, naona si mbali sana. Mtu mwenye anachukua kamera, harakisha tu kidogo tafadhali. Hata mimi niko na mashida na sisi wote tuko na mashida. But as we share, tunasema a problem shared is a problem ukishare na ile shida unapitia, utasikia ni kama so join me. Naona kama nimefika. Yes, habari zenu? Niko salama. Salama. Yes. Naona sura haijapotea kabisa. Mambo mjunior? Uko poa? Uko poa? Uko sawa. Leo nimesema nikutembelea, hata sikuwa najua kama naweza kupata. Sasa hapa ndio nyumbani. Hapa ndio tunaishi. Hapa ndio naishi? Hapa ndio naishi. We. Nilikuwa naika familia yangu. Nakumbuka tukipatana town kaniambia nikununulie chai. Aniambia hauko sawa. Unanua pango, unataka kwenda wapi? Makibarua tu, kutafuta makibarua hapa kufanya tu. On to hapa nyumbani. Okay. Na sasa nikuulize, hapa ndio nyumbani kabisa? Hapa sasa ndio nyumbani kabisa. Venye naona. This is where you live. Hapa sasa ndio nyumbani. Na mambo zako zote unafanyia hapa? Mambo yangu yote nafanyia hapa. Kimbia kibarua. Tunakuta hapa. Okay. Ni watoto yatima. Wana mama. Ni mayatima? Wako ama wanani? Yangu. Na uko na wengine? Niko na kila kitu, ameenda makibarua hao wadogo ndio niko na hapa. Okay. Na hii shamba ni yako? Hii shamba ni ya jirani. Oh.
huyu jirani naona venye amejenga hapa. Na sasa niulize, kuna kitu moja nataka uniambie. Juu nikiangalia hii mashamba imekaa huku, ni shamba inakaa tambarare. Temporary tu hivi. Hata venye watu wamejenga tu naona kanyumba hapo. Yaani ni kama hakuna plan. Sasa huku kuna kanga aje? Hebu nieleze. Uwezo ndio hatuna ya kujenga. Sasa ndio unaona tumekaa hivi. Najenga tu kwa nyumba yako, kimbia naye kwa kibarua. Hangaika. Na hapo umeishi miaka ngapi? Niko karibu na miaka 20. 20 years. Umekuwa hapa? Hii ndio boma yako? Hii ndio boma yangu. Uliolea hapa? Niliolea hapa. Mama kinaa akaambia tu hapa. Wakalia kama mwaka gani? Sasa tuko na miaka 2. Sorry. Kwa hivyo huyu mtoto alimwacha akiwa mdogo kidogo sana. Toto, mambo? Kuja. Unasalamiwa? Oh my fans. Huyu ndio mtoto ambaye tunaambiwa aliachwa akiwa mdogo. This is so real. So sad. Kwani akona shida ya macho? Ama ni nzi? Huyu ndio anafuata huyu. Huyu ndio anafuata huyu. Hata huyu kama pia kuna shida ya macho. Hebu niangalie. Ni shida ya macho. Kama breaking ya macho. Inaleta kwa nini hii shida? Hiyo ugonjwa tu ya macho. Mzee, nakumbuka tukipatana hiyo siku, nilipembeleza sana nikupatia hata kama ni mandazi na chai. What had happened? Hebu niambie nini ilikuwa imefanyika hiyo siku. Juu kulikuwa asubuhi sana. Hiyo siku tulikuwa nimekimbia kibarua. Nimetoka hapa. Nilikuwa nimeacha hivyo. Kama hakuna kitu. Sasa ikabidi niko kulilia kwa ajili sina nguvu. Kama kibarua ilikuwa imepotea. Nakumbuka ukiniambia hivyo hata ulimwaga machozi. Na mimi nikajiambia hata kama sina, ukiona mwanaume akimwaga machozi yake hivi, nikajua ni machozi ya njaa na uchungu. Kwanza ukikumbuka wale watoto umeacha. Kwa hiyo niliwacha kwa hivyo. Sikuwashia hata kitu. Kwani kazi huku unafanya kazi gani? Hakuna, ni kazi ya kupata leo, kesho kukosa. Kazi kama gani sasa? Hiyo kazi tu kukimbia kwa kazi ya nyanya, nyingine ya kabeji. Sana ni kukosa. Kwa hivyo ni kazi ya kutafuta kazi. Na kukosa kazi ya kukosa. Oh my God. My people. Tuko na mashida. Lakini there are people who are going through a lot. Hata kutuliko. When I think I have problems, wengine wako na shida zaidi. Sana nikifanya hii video, mimi siombi usaidizi. Na munielewe vizuri. Lakini nataka kuwaonyesha, despite we are crying, kuna wengine bado, unajua kuwa juu kidogo, kuna mwingine yako chini yako. Na huyu yako chini yako, kuna mwingine bado wako chini ya huyu. Huyu mzee ukimwangalia vizuri, si ati ni mzee mlemavu, sio mlemavu. Huyu mzee si punguani. Huyu mzee ako na nguvu. Lakini ni ile hali ya kukosa. So, mimi kitu naweza sema saa hii, kama ungekuwa na kazi yoyote, mzee anaweza fanya kazi yoyote. Kazi nitafanya. Ikitokea. Kwa sababu naona mtoto ni mkubwa. Kazi nitafanya. Hata huyu anaweza kaa na yeye. Si ndio? Kazi hata kama ni ya kulisha ng'ombe, ya kukatia majani, mimi nafanya. Unaweza fanya. Hebu ongea na watu wako hapa, uambie ile kazi ungetaka, hata kama ni ya nini ama nini. Ambia mtu ako na kibarua kupatia. Ongea na wao hapa, wanakuona. Sasa kazi yote nitaweza, hata hii ya kulisha ng'ombe au ya mashamba hiyo yote, kazi ninaweza sana. Bora tu anipea kazi ili itanisaidia. Kazi yoyote tu. Kibarua yoyote. Kibarua yoyote. So if you are there, uko na kibarua yoyote, you can reach me. Unaweza fanya mahali popote. Mimi nitafanya. Ukiitwa utaenda. Hata utafute kanyumba ukomboe mahali, ukae na hao watoto wako kufanya kazi. Inakuwa sawa. Bora mimi nisaidike hawa wapate. Okay. Na mzee, ningetaka pia kuona ambavyo unaishi hapa. Naweza tu nikubalia tu niangalie hapa ndani. Ninakubalia. Twende. Karibuni. Hii ndio gate. Ndio gate. Ndio tunaishi. Na pia naona uko na pet hapa. My people. Hapa ndio tunaishi. Hapa ndio kwake nyumbani. This is the homestead. Naweza ona hapa ndio tunasemaga ndio nje ya kwake.
Hii ndio nyumba yako. Acha tuone. Let's see this. We. Hapa ndio mnaishi na watoto. Kama naishi na watu yangu na watoto. Oh my God. Hapa ndio ulipata bibi? Ndio ukaoa? Alikawa. Naweza keti? Oh my goodness. Mungu. Si ukumbuke ambao ni viumbe wako haki ya Mungu. Sisi wote ulituumba. Hakuna mwenye alichagua kuteseka. Look at this kind of life. Mimi najua uchungu wa kukosa na uchungu wa mashida. Kwa sababu nimerara nje, nimekosa chakula. Mimi unaniona hivi, kuna wakati nilikuwa mwenda wazimu. Ni Mungu tu amenisaidia na akaniponya. Mimi nimeteswa, nimekaa kwa kichaka miaka. Hata sijui niseme nini. Nimeteseka huko. Nimepigwa na magaidi wa kola. Nimefanywa mambo mingi sana. Nimeteswa. Lakini this one has touched me. Look, hebu mulika hapa waone. Look the kind of life. Hapa ndio analala na hao watoto wake. Na kwanza hata mtoto mmoja nimeona ni msichana. Analala na watoto wake hapa wawili. Hapa ndio maisha yake yote iko. Hebu mulika hii kitanda. Sasa hao ndio wanalala pale, mimi nalala kwa hii kiti. Wewe unalala kwa hii kiti. It is so touching. It is so touching. Hapa ndio unapikia chakula. Oh my goodness. Sasa ulikuwa umejiandaa kupika nini lunch? Kwa sababu naona masaa ya lunch imefika. Tulikuwa tumepika githeri jana. Tukakula tu saa hii. Hey. We, unajua watu wengi wamezoea maisha, hata unaingia kwa nyumba unapata kuna shopping. Sasa huku shopping iko wapi? Hakuna. Hakuna hata kitu mtu anaweza kunywa hata kachai. Hata. Oh my God. Jana nimeenda panda Kisiriri, kibarua hakuna. Huko Kisiriri? Nikarudi jioni. Hata majani naona inaisha. My people, hii inapikanga nini? Hiyo ni akapika na kauji. Ile unakoroga hivi. Hii ni yako? Ndio huyu akunywe. Oh my God. Sasa kuja. Kuja toto. Unaitwa nani? Kuja. Sasa Joseph. Anaitwa? Joseph. 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 Joseph nani? Joseph Kimbo. Joseph Kimbo. Mambo Joseph. Uko poa? Nasema Meow. Meow. So this is the kind of life that people we are living. Hii ndio mashida ambayo tunapitia huku. Lakini Mungu ni mzuri, tuko uhai. So my people, if you are there na uko na kazi, najua hakuna kitu kizuri kama mtu anaomba kazi kuliko kuomba chakula. Juu mtu anaomba kazi, unaweza mwambia atafagia hapa upate chakula. Mtu anaomba chakula, utampatia chakula, nafanye nini? Naende. So this man is like our father. Anaomba usaidizi. Kama uko na kazi ya kibarua, tafadhali reach me out, nikuelezee kwenye yako, mnaweza mnaweza pangana na yeye apate kibarua. Because kulea mtoto kama huyu ni mtoto mdogo. Anaonekana hata afya yake sio mzuri sana. Tena hii maisha ya kulelewa na baba bila mama, hata na kuwaacha huku. It is so disheartening. Mimi naendaka asubuhi na kuja jioni. Nakuta tu watu. Kiwa tu hapa. Sasa unatoka saa ngapi? Hapa kuna wengine natoka saa 12, saa nyingine natoka saa 11. Ongeza sauti kidogo. Saa 12 hapo narudi saa 1 jioni. Saa nyingine napata kibarua mapema nakuja saa 9. Nakuta tu hao tu hapa. Na mbona hawaendi shule? Sinaona huyu mkubwa anaweza enda shule. Huyu ako shule. Ina mbona hajaenda bado na amefungwa? Sasa hivi pesa ndio anaenda 1 na sina pesa kwa. Anaenda PP1. Kwani wanaitishwa pesa na masomo ni ya bure? Anaitisha pesa, atasikia hata desk inatakana shilingi 3000. Desk ni 3000? Nasikia ni 3000. Yaani unasikia hata hujaelewa maneno vizuri. Yaani hivyo ndio tuliambiwa. Na huku umejipanga hiyo time yote kutoka ile wakati walifunga? Iko kijana ameniambia nimngoje kidogo. Kijana yako? Kijana dada yangu hapo Nairobi. Hapo Nairobi. Uone kama atakusaidia. Lakini siku zimeenda, si ni wiki moja imepita. Na mtoto anapoteza masomo bado.
Sasa itabidi kwa ajili vile ninangoja ule. Okay. Na nini nyingine inahitajika shule? Inahitajika kila kitu, inahitajika kama vitabu, uniform. Sasa ile uniform alikuwa nayo ni ile alikuwa nayo kwa akiwa nasali. So lazima ibadilishwe. Na uniform ni pesa ngapi? Uniform sijaulizana ni pesa ngapi. Hiyo kijana ameniambia ile siku atakuja ndio atakuja kukamilisha. Na atakuja siku gani? Anasema atakuja tarehe 12. Msichana, unasomea wapi? Kadutura. Uko grade gani? Unaingia grade 1 ama uko grade 1? Naingia. Unaingia grade 1. Mbona hujaenda shule? Oh, huko umepangwa? Oh my God. Ulikuwa unataka kupangwa na nini na nini? Desk? So, toa sauti, karibia utoe sauti. Desk? Vitabu, uniform, viatu, na sweta, na socks. Na zote hakuna? Na Hakuna ile pesa. Na pesa? School fees. Mnaitishwa pesa ngapi? 3,000. 3,000? Oh God. Kama uko hapo, tumetoa nambari my fans. Tunajuana zaidi. Kama uko hapo na ungetaka kufikia huyu mzee, licha utumii kwa sababu hata hana simu, na Mungu atakubariki. At least hata tukikosa mambo makubwa, huyu mtoto aende shule. Hatujui kama ndiye kiongozi wa kesho, hatujui kama ndiye askari wa kesho, hatujui kama yeye ndiye mwalimu wa kesho, hatujui anaweza kuwa nini. Tusaidieni hata kama ni huyu mtoto arudi shule. Hebu ambia watu hapa wakusaidie uende shule. Ongea na wao. Kuna watu wanakutazama hapa. Ongea na wao. Ambia mnisaidie. Nisaidie. Waambie wakusaidie na nini na nini. Endelea. Ambia ile kitu yote unataka kusaidiwa. Kuna mtu anaweza guzwa hapo na akusaidie uende shule. Ongea na wao. Ongea sauti. Ongea kwa sauti. Ngoja. Waambie unaitwa nani na unasomea wapi na hujarudi shule kwa sababu ya nini na nini. Waambie watakusikia. Usiogope. Unaitwa nani? Milika nani? Wangari. Milika Wangari. Aha. Endelea. Waelezee. Wewe unasomea wapi? Kadutura. Kadutura. Inua sauti. Grade gani? 1. Grade 1. Ongea kwa sauti. Sema ile kitu utasaidiwa. Vitabu, uniform, Mhm. na desk, na pesa. Na pesa ya school fees Watu wangu, umesikia? Tunaweza kosa hata kufanya hiyo mambo yote pamoja. Lakini hatuwezi hata kama ni uniform kwanza, na hata kama ni kitu kidogo yenye ataitishwa wapi? Ataitishwa shule. Hatuna, hata sisi tunapitia, biashara yangu imekwama. Lakini nikasema kwa sababu niko na fan base, hata wachana mimi sana kwa saa hii juu niko peke yangu. Saidia mtu kama huyu. Mimi nikipata kitu ya kukula sinanga mambo mingi. Mimi natoshekanga na kenye kidogo nimepata. Lakini mtoto kama huyu wacha asome. I have a heart of helping. Lakini kwa saa hii sina. Mnajua watu ambao nimesaidia watu wengi, nimeokoa watu wengi, but for now mimi nikisikia mtu yote ambaye ananililia ama nikipatana na mtu analililia, sina uwezo na sina anything. I'll just come to you. Juu nyinyi ndio mlinipatia hii kazi. Nyinyi ndio mmenipatia hii kazi. Unaona? Watu kama hawa, hebu angalia. Look, hebu mulika hapa. Unaona? This is the kind of type they are reading. Acha na kapusi. This is the kind of life they are living. Hapa ndio wanalala. Hebu mulika hapo. Mulika hiyo kitanda wao. Nataka muone. So my great fans, najua mnanipenda sana. You have my number. I'll pin my number there. Mtaipata hapo. If you have any support, itafikia huyu mzee. Reach me na itamfikia. Nawapenda sana na Mungu awabariki sana. Waambie kitu tukimalizia. Tuko sawa, tuko sawa, sisi vile tuko. Ile kashida tuko nayo ndio hii sasa mmejionea. Ndio mtusaidie. Kuna watu wengine tunangoja ni nini? Tusaidie sasa. Nakaa muda mingi. Hai shida. Hawa ni watoto yatima.
Mama yake aliaga baada ya mwaka 2. Sasa mimi ndio nahangaika na hawa siku ya kibarua, wengine wanakosa